Nilisema kwamba leo kuna surprise. Na anakumbuka kwamba nani yuko tayari kupokea surprise? Kwa dakika chache sana, kwa sababu ni siku ya surprise. Tukichelewa kidogo sana sio mbaya, si ndio? Sio mbaya. Sisi tuliozaliwa kijijini, Mwakila amezaliwa kule Kela, mimi nimezaliwa kule Mwanza. Siku ya kula wali nyumbani si mchezo. Kwanza mnagombania ule ukoko wa juu, kwanza mnapigana pale. Mnauiba. Sijui kama Mungu anahesabu dhambi kuiba ukoko, sijajua. Kuna ukoko wa juu na ukoko wa chini. Ukoko wa juu unakuwa kabla wali haujaliwa. Unanyemelea kina dada wakiwa napita pale, unauchota na unauweka mfukoni. Na ukija kula hamna virus wowote wala bakteria wowote. Ndio maana tuko mpaka leo tulikula ukoko wa mfukoni. Au ukiona vipi sisi unafungua shati yako unaweka pale unaufunga kwenye shati. Nakumbuka mzee Gwajima alikuwa nyumbani, tulikuwa watoto 12. Sasa yeye alikuwa haamini kuchapa watoto. Mzee Gwajima mimi hajawahi kunichapa, alikuwa hachapi. Ukimuudhi yeye anasema usiku wewe hutakula. Anasema usiku hutakula. Ukifika wakati wa usiku chakula kinatengwa, mnasogea mezani, unaambiwa wewe kaa pale. Sasa tulikuwa na kawaida. Kakaangu alikuwa anaitwa Makoye, kakaangu mwingine anaitwa Oscar, Faustin na wengine. Tuna siku ya kukosea. Kuna siku nimekosea mimi, amekosea yule, kwa hiyo tuna ushirika wetu wa waliokosea. Kwamba siku mzee atakaposema huli, naomba jamani mnisaidie mfanye la kufanya ili nile. Kwa hiyo nimekosea mzee, anasema Jose leo hauli. Ulikwenda kuchunga mbuzi ukawaacha wakaingia kwenye shamba la mtu, wakala mihogo wakafa, hauli. Kwa hiyo unakaa pale pembeni. Kwa hiyo mimi naongea na kaka Makoe na kaka Oscar na kaka Faustin, mnapomega tonge kuna wengine mnaweka mfukoni. Kwa sababu alikuwa hata kama mkimaliza kula chakula kimebaki, ili mwenye adhabu asije kula, vilivyobaki vinapelekwa chumbani. Kwa hiyo wenzangu wanakuwa wanakula kidogo anaweka mfukoni, ananitunzia. Kwa hiyo anakuja kukuletea wali, mfuko wake umejaa mchuzi paka huku. Ila cha ajabu wali ni mtamu tu. Na hauna maneno, hauna madhara. Ni ajabu kweli. Kwa hiyo kwenye familia ya Ufufuo na Uzima kuna wakati mwingine tunachelewa kwa ajili ya mambo mazuri. Nimeguswa na neno sana la Mwakila. Kusema kweli nimeguswa sana. Nasikia Mungu anaongea na anazungumza. Mwakila, Dr. Mwakila, Mungu akubariki sana sana sana. Mimi wanafunzi wangu nawapenda, nimewahi kufika mpaka nyumbani kwa mama yake mzazi na Mwakila kule Kela wakati wa mikutano. Tukala wali pale karibu na bwawa fulani. Kwa hiyo nawapenda sana. Luka sura ya 15 mstari wa 8. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotelewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuwaona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena ile shilingi iliyopotea. Maneno haya anazungumza Yesu kwamba eti mwanamke mmoja ana shilingi 10, moja tu ikapotea. Hakuwa na mpango wa kudeki. Hakuwa na mpango wa kutoa makochi nje. Anatoa makochi nje yote. Anafagia, anadeki mpaka ipate shilingi. Zile 9 ameachana nazo kwa sababu ni zake na anazo. Anahangaikia shilingi 1. Akiipata anawaita majirani zake, njoni tufurahi pamoja. Shilingi iliyopotea imepatikana. Hayo ni maneno ya Yesu.
Mwambie wenzako, John, tufurahi pamoja. Kwa nini? Shilingi iliyopotea imepatikana. Tumpigie Bwana makofi kwa sababu hiyo. Kwenye sura hiyo hiyo ya 15 hapo ukisoma ule mstari unaofuata pale, mstari wa 4, Yesu anaongea kitu kingine tena. Anasema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100? Amesema shilingi maokoto, amehamisha kwenye mifugo. Ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotelewa na mmoja wapo? Nisikie sauti, mmoja wapo. Mmoja wapo amepotea, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende kumtafuta yule aliyepotea hata amuone. Yani ana kondoo 100 ziko nyikani, kwenye kuzunguka hivyo kakondoo kamoja hakapo. Anaona hawa 99 hawana maana. Anasema, kaeni hapa mkusanyike nyie, ninakwenda kutafuta kale kakondoo kamoja kalikopotea. Naye akisha kumwona humweka mabegani pake akifurahia. Akisha kumwona anafanya nini? Hataki kumswaga tena asije akapotea tena. Anamweka mabegani. Hamuulizi kwa nini ulipotea. Hamwambii kwa sababu ulipotea, tembea kwa mguu upate jeuri yako. Anambeba mabegani. Anarudi pamoja naye akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Furahini pamoja nami kwa sababu nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyefanya nini? Aliyepotea. Alafu anasema Yesu, sasa nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 69 ambao hawana haja ya kutubu. Yaani ukilinganisha furaha ya Mungu sisi tulio hapa ambapo tuna Yesu, hatuna haja ya kutubu, Mungu hatufurahii sana. Ukilinganisha na mmoja ambaye hayuko hapa, ambaye anataka kupotea, akirudi furaha ya Yesu ni kubwa kuliko ya sisi tulio nyumbani mwa Bwana. Ninatangaza tutakuwa na wiki 3 za kila aliyeondoka kanisani tunamtangazia msamaha na arudi kanisani, tufurahi pamoja naye. Narudia tena, tutakuwa na wiki ngapi? 3. Kila aliyeondoka kanisani kwa sababu yeyote ile. Mwambie mwenzako, yeyote ile. Ama yeye alikosea, ama yeye alikosewa, ama yeye aliseng'enywa, ama alifukuzwa na watu bila utaratibu, mwambie, Baba anakuita, rudi nyumbani. Tutataka kula chakula cha pamoja, maana shilingi iliyopotea imepatikana. Tuapige makofi makubwa kwa neno hilo. Kwa sababu hata aliyeondoka ni kwa sababu yake yeye mwenyewe. Alipiga watu vichwa. Tunamtangazia tumemsamehe. Na yeye kama aliwakwaza watu, akija hapa hatutamuuliza ulikwazaje, ulikuwa wapi. Tunachojali sisi, tunafagia nyumba yote na kudeki nyumba yote, ili ile shilingi iliyopotea ipatikane. Mtu apige kelele haleluya. Na hizi wiki 3 Askofu Mwakila utalisimamia zoezi hili. Askofu Mwakila utalisimamia zoezi hili kwa muda wa wiki ngapi? 3. Tukianzia na Jumapili ijayo. Na tunaunda ministry maalum. Itaitwa Mkumbukeni Mkewe Rutu. Ministry maalum inaitwaje? Mkumbukeni Mkewe Rutu. Alivyogeuka nyuma akawa nguzo ya chumvi. Hii ministry ya muda itakuwa na jukumu la kufuatilia nyumba kwa nyumba,
kaya kwa kaya, mtaa kwa mtaa, kitanda kwa kitanda, mlango kwa mlango, shuka kwa shuka, uvungu kwa uvungu, mtu kwa mtu, kumwambia Baba anakuita. Umenielewa? Na hii operation itaongozwa na AP wetu hatari sana, Simba utaongoza zoezi hilo. Lilian Wasira ataongoza operation ya kuwaita nyumbani mwa Bwana wale waliopotea. Hataongoza yeye mwenyewe, atajichagulia mashujaa kati ya hapa. Chagua ni nani anayeweza kumuona mtu ambaye, unajua mtu aliye katoto sisi wanaume tuna shida moja. Kaeni kidogo, wanaume tuna shida moja. Kila mwanaume aliye hapa atakubaliana mimi. Wanaume tuna shida moja. Wanaume tuna shida moja ambayo wanawake wanatuzidi. Mwanaume hata kama ukijitahidi namna gani haiwezekani kufanya. Wanaume watanikubalia, hasa wale waliowahi kuzaa wakaishi na familia. Watoto hawa wana kawaida ya kujichafua. Kitoto kinajisaidia, umekifunga pampers, ukitoa pampers kamejisaidia kila mahali, kinyesi kwenye tumbo kila mahali. Wanaume huwa hatupendi kuona hali hiyo. Tunapenda kusema mpelekeni mtoto huko. Tuna kawaida hiyo wanaume, mpelekeni huko. Sisi tunatamani watoto wangekuwa disposable, kwamba akijichafua mnatupa mnaleta mwingine. Lakini wanawake wanapeleka bombani. Yaani mwanamke unaona ule uchafu anachukua sui pamba zake au pampas zake, anaukomba kiaina yake, anauchukua na akapeleka bombani, kanaoshwa katoto, kanawekewa na poda, kanafungwa na nyingine. Mwanaume ndio anasema lete hapa nimbebe sasa, nimbebe hapa sasa. Huduma hiyo ya kuwasafisha, kuwapenda, kuwasamehe, kuwasaidia waliojichafua ni huduma ya Yesu Kristo mwenyewe. Nataka sauti isikike nyumba ya Ufufuo na Uzima, twende nyumbani, Baba anakuita. Unajua kuna shepherd fulani alinikosea, twende nyumbani, Baba anakuita. Unajua mimi waliniita muasi, twende nyumbani, Baba anakuita. Unajua mimi waliniaibisha, twende nyumbani, Baba anakuita. Unajua twende nyumbani, baba yako mzazi anakuita, anataka achie baraka juu yako, anataka achie baraka juu ya maisha yako, achie baraka juu ya watoto wako. Sema haleluya. Operation hiyo Simba Lilian njoo hapa. Nataka ujitwalie na ma MP wengine ambao utafanya nao hiyo kazi. Tutakuwekea mafuta kabisa, piga magoti hapa. Subiri kabla hujapiga makoti. Na AP Ferista. Nyie wawili mtaendesha hiyo operation Baba anakuita. Na nani mwingine ambaye anasema mimi nataka niungane na hawa ma-AP wawili? Njoo na wewe Ferista, mtakuwa wawili. Nataka niungane na hawa ma-AP wawili. Tutakwenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Njoo na wewe. WhatsApp kwa WhatsApp na wewe njoo. Instagram kwa Instagram, Facebook kwa Facebook. Tunataka wale waliopotea, ama kwa sababu sisi tuliwakwaza ama wao walitukwaza, mtu asiulizwe swali, na akija aje kana kwamba hajawahi kuondoka. Afike siku hiyo amezoea kila kitu. Narudia tena, mtu mwingine ambaye unasema na wewe uingie kwenye hiyo operation itakayoongozwa na Simba, sawa sawa. Mtu mwingine, wataalamu wa kuwasafisha waliojichafua. Sogea hapa. Operation itaongozwa na Simba pamoja na Ferista. Nataka mpige magoti mbele za Bwana, kwa sababu Biblia inasema ni furaha iliyoje mwenye dhambi mmoja. Na sisi tutashirikiana na nyie, lakini tunataka nyie ndio muendeshe operation, lakini kimsingi ni kila mtu. Sema tena, kila mtu. Biblia inasema kwamba wale 99 mlio hapa, Mungu hana furaha sana ukilinganisha na yule mmoja ambaye hayupo. Nisikilizeni kidogo. Yesu alisema hivi, mnakumbuka habari za mwana mpotevu.
Hebu nisome habari za mwana mpotevu, alafu kuna jambo lingine mtalipata hapo la ajabu sana. Akasema, ni ile kitabu cha Luka. Luka alikuwa daktari. Ndio maana limekuja hivi kwa sababu leo daktari amehubiri. Luka alikuwa daktari. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Anakaa Buguruni au Manzese au Marapa au Dovya, hatujajua. Ila ana wana wangapi? Wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, mwanangu nipe sehemu ya mali nayo niangukia. Yaani nigawie urithi. Urithi huo unagawia baba akiwa hayo ameshakufa. Ameshakufa, ila jamaa anataka. Amekosea hajakosea? Amekosea. Nataka baba bwana, umekuwa usije ukafa hivi nigawie. Sije kuwa siandikwa kwenye kitabu cha urithi afu nigawie. Baba akasema isiwe nongwa. Hata babaye akampa mali. Mstari wa 13, hata baada ya siku si nyingi. Sema si nyingi. Yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu ikaingia katika nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mmoja wa wenyeji wa nchi ile. Kwenye nchi ile kulikuwa na jamaa moja la kibarua cha kulisha nguruwe. Wakashikamana naye. Yeye naye akaanza kuwa mhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji wa mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha vitimoto, kulisha nguruwe. Akawa akitamani, na makombo ya nguruwe yalikuwa haruhusiwi kuyala. Usifikie alikuwa anakula, haruhusiwi. Ndio maana mstari wa 16, akawa akitamani kujibishibisha kwa maganda walivyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa, hata yenyewe hapewi. Nguruwe na yenyewe liko bize inapukia, anatamani bwana nguruwe abakize, anafagia kila kitu. 17, alipozingatia moyoni mwake akisema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu ufufuo na uzima pale wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa nakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba yangu, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili tena kuitwa mwanao wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa akali mbali, baba yake akamwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba yake alimwambia watumwa wake, leteni upesi vazi hilo bora, mvikeni, mtieni na pete kidoleni mwake na viatu miguuni pake. Mleteni ndama aliyenona, mkamchinje na tule tufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea na sasa ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa, kuna matoto hayataki waliopotea warudi, yanataka yawaulize ulikuwa wapi. Nakumbuka mali za mzee ulivyoziharibu. Yapo matoto ya namna hiyo. Aliporudi, ule mstari wa 25, basi yule mwanaye mkubwa alipokuwa shambani, alipokuwa akija na kuingia nyumbani, akasikia sauti ya nyimbo, ufufuo na uzima wanacheza, kwamba watu waliokuwa wamepotea wamerudi. Akaita mtumishi mmoja, shepherd mmoja, akamwambia, mambo haya maana yake ni nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako Askofu Gwajima akamchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu hai. Akakasirika, akakataa kuingia ufufuo na uzima. Basi baba yake akatoka nje, akamsihi, akamwambia, baba, akasema, tazama, mimi nimekuwepo ufufuo na uzima miaka mingi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa hata mwanambuzi nifurahi pamoja na rafiki zake. Lakini alipokuja huyu mwana aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vitu vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa
kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Alikuwa amepotea na sasa ameonekana. Pigie Bwana makofi, haleluya.